Msalimie jirani yako kisha mkaribishe kwenye mazungumzo ya utakaso kwa Mungu wa Elia. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni muweza wa yote. Mungu ana nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Narudia tena. Mungu ni mwaminifu. Mungu ana nguvu. Amen. Mungu ana uwezo. Amen. Katika mkono wake wa kuume. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nina somo gumu kidogo, lakini kwa neema ya Mungu utalielewa tu kwa sababu tumepewa kujua hilo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekuwa magotini hapa kwa wiki nzima. Mungu kwangu kweli amekuwa mwaminifu, nimemuona kwa viwango vingine kwa namna kitofauti. Amina. Na nimshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye ulishirikiana na mimi, wewe ambaye tulikuwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Siku zote katika maisha uwezo kukosa watu ambao hawako upande wako. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yaani uwezo kukosa watu ambao hawapo upande wako. Yes. Amen. Hata kama watu wote watakuacha, hata kama watu wote watakusema, atatokea mmoja tu ambaye atakuwa upande wako. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo hutaki kuogopa chochote kwa sababu Mungu anainua mtu kwa ajili yako. Amen. Sawa? Amina. Wangapi wana madaftari? Wangapi wanaandika? Wanaweza kuwa na daftari lakini usiandike. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Andika somo mauti na kuzimu. Amina. Mauti na kuzimu. Yes. Alafu kuna swali pale lipo linasema kuzimu ni nini? Na mauti ni nini? Yes. Hallelujah. Amen. Tunapozungumzia kuzimu hasa kwa waombaji wana uwezo wa kusema tunaenda kuzimu. Tunapiga ngome, tunabomoa na kukamata shetani na kung'oa. Ni virahisi kusema hivyo. Lakini kuzimu ni wapi? Kuzimu ni wapi? Kuzimu ipo upande gani? Watu wengi wanasema kuzimu ni shimo. Na ni kweli imeandikwa kuzimu ni shimo. Amen. Nikamuuliza mtu mmoja, mtu akizikwa anaenda hapa, anakuambia kwa sababu linachimbwa shimo basi anakwenda kuzimu. Lakini mimi nimeona watu wanachimba dhahabu futi zaidi ya 500. Yaani uijumlishe minara ya Vodacom uiweke 5. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwenda kule chini. Je, wale watu wanakwenda kuzimu? Wanakwenda kufuata dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuzimu ni nini? Mauti ni nini? Hapa wewe mkini ushaye kujiuliza hilo swali. Ndio. Kwamba unapambana na kuzimu. Yeah. Unapambana na mauti. Amen. Mauti kazi yake ni nini? Na kuzimu kazi yake ni nini? Ni virahisi sana kusema kwa jina la Yesu, ninaikamata kuzimu, ninaikamata mauti, ninaisambaratisha. Virahisi tu, wani ukasema tu virahisi tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usisahau hili. Shetani Biblia inamtambua kama Mungu. Yes. Wakorintho 2:4. Ali shetani anatambulika kwa nafasi ya Mungu duniani. Amen. Sasa wewe unapambana na shetani ambaye Biblia inamtambua kuwa ni Mungu. Unapambana na shetani ambaye alimchukua Yesu mpaka mahali patakatifu. Sio kwenye bar, sio guest. Yes. Sio kwenye kasino. Ndio. Ani alimchukua Yesu. Akampeleka kwenye mnara wa hekalu. Yes. Sio mtakatifu. Sasa kama aliweza kumchukua Yesu, wewe anaweza kufanyaje?
Sababu wao hujachukuliwa na shetani, ukiuliza kidogo unasema shetani amenipitia. Baada ya kupita mkenda naye wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbuka shetani ni roho. Yes. Yeye ana mwili, hana mwili. Yes. Ila shetani huwa na mashetani wake. Ndio. Na mashetani wake wamegawanyika. Yes. Baada ya vita kutokea mbinguni, Ndio. kuna wale mashetani, tunasema kuna wale malaika Ndio. waliotupwa angani, Yes. wakaitwa mapepo kwa sababu ya upepo. Yeah. Kuna wale malaika waliangukia kwenye maji, wanaitwa majini kwa sababu ya maji. Yes. Kuna wale waliangukia kwenye udongo, wanaitwa mashetani kwa sababu ya ardhi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wewe unapambana na mashetani kitengo kipi? Vita vyetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Yes. Kumbuka shetani anao falme. Ndio. Shetani anao mamlaka. Yes. Wewe binafsi unapambana na shetani, umesimama imara? Ndio. Kwanza una uwezo wa kupambana na shetani. Yes. Ila Mungu aliyoko ndani mwako ndio anampiga shetani. Amen. Ndio maana mara nyingine Mungu akiamua kukuachia. Halo. Amen. Wakati Bwana ananifundisha hili somo, kuna mtu mmoja alipagawa pepo hapo. Yes. Watu wakaenda kumuombea, wameomba. Nikataka kwenda. Yes. Baba akaniambia tulie. Amen. Hacha waombe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muombaji mmoja akaja akaniambia, aisee nimemwombea mtu mpaka kichwa kinaniuma. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni rahisi. Ndio. Unaweza ukacheka tu kwamba kichwa kimemuuma. Lakini kuna kitu Mungu alikuwa ananielekeza. Na siwezi kuacha kuelekezwa kile kitu nikaenda kupambana na pepo. Yes. Mimi nilipokwenda pale nikamwambia tule mtu wewe, hebu acha kusumbua watu wangu. Nyie, nendele kule mkaendelee na ibada. Hivyo kafunguka mpaka sasa amekaa hapo. Amen. Kwa sababu ninajua mimi ni nani. Amen. Sasa nahitaji na wewe uchichue kwamba wewe ni nani. Amina. Unapomfuata shetani, unajua kabisa umfuati wewe, bali ni Mungu aliyeko ndani wako ndio anamfuata shetani, kwa sababu Mungu ni roho. Amina. Na ukimbeba Mungu, chochote utakachokisema wewe, unakuwa unasema wewe, bali ni Mungu ndiye amesema kwa kupitia wewe. Amen. Haleluya. Amina. Lazima utumie nafasi yako. Yes. Biblia inasema simama kwa zamu yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Waliokuwepo mkesha wa Ijumaa, jipigieni makofi. Jipigieni makofi. Amen. Au sio makofi ya kujipigia. Na wale ambao ulikuwepo Ijumaa lakini utaki kuwapigia wenzako makofi, hebu wapigie makofi. Jamani, simliomba mahudhurio. Yes. Amen. Umeona kama ukiomba hata Mungu akupe hela ataanza kukupeje? Amina. Amen. Simliomba mahudhurio. Ndio baba. Mmeyaona mjaona? Tumeyaona. Sasa ni hivi ndio tumeanza. Ndio. Tutazidi kuomba na wengine tutawafuata. Yesu akasema hivi, wengine ni wazizili na imetupasa kuwafuata. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunaendelea na somo. Amen. Nitaanzia kuzimu. Ndio. Kuzimu imeandikwa kwenye Biblia mara 73. Yes. Sio mara moja. Amina. Mara 73. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni kitu ambacho kinaoneshwa kwamba ni kizito, sio chepesi. Yes. Kwa sababu kingekuwa ni chepesi kingeandikwa mara moja au mara mbili tu. Kwa sababu kila neno lenye mashahidi wawili au watatu litasimama. Sasa kuzimu imeandikwa mara 73. Kuzimu ni wapi? Yes. Kuzimu ni makao makuu ya shetani. Andika hii. Amina. Kuzimu ni makao makuu ya shetani. Narudia tena. Kuzimu ni makao makuu
ya shetani. Amen. Na kama kuzimu ni makao makuu ya shetani, wewe unajua kila taifa huwa lina makao makuu yake. Ndio. Tanzania yetu makao makuu yake yapo Dodoma. Yes. Kenya jirani zetu makao makuu yake yapo Nairobi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kadhalika na hivyo Ndio. nchi zingine. Yes. Bwana Yesu asifiwe.